Siku kama hiyo Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amefananisha na mwaka. Aliulizwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, araaita rajulan yasumu yauma ashura, araaita, je waonaje Mtume, rajulan, mtu ambaye kwamba yasumu yauma ashura, atakayefunga siku ya Ashura. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema, dhalika saumu sana, hakika hiyo ni saumu ya mwaka. Yoyote atakayefunga siku ya 10 katika mwezi mtukufu wa Muharram, ambao kwamba yaitwa funga ya Ashura, basi atakuwa yeye amehesabika ni sawasawa amefunga mwaka mzima. Rawahu Ibn Hibban. Na vile Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuonyesha ubora, kuonyesha utukufu ya siku kama hii, aliulizwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam an saumi yaum Ashura, kutokamana na funga ya siku hii ya Ashura. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema, yukaffiru sanata almadhiya. Rawahu Muslim. Usamehewa madhambi ya mwaka uliopita. Na katika riwaya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipoulizwa maneno kama haya akasema, ahtasibu ala Allah an yukaffira sanata allati qablahu, natarajia kwa Mwenyezi Mungu kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, an yukaffira sanata allati qablahu, kwamba atasamehe madhambi ambayo kwamba yamefanyika kabla yake. Huu ni utukufu ambao kwamba umepatikana kwa yule ambaye kwamba atafunga siku kama hizi. Sasa kipengele cha mwisho tuangalie Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam namna gani aliweza kukhtalifiana na Mayahudi. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuanzia zama za ujahilia mpaka Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mwanzo alipokuwa ni mwenye kugura kuelekea katika mji wa Madina, akawa yeye ni mwenye kufunga. Lakini baadaye akaamrishwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba yeye afanye mukhalafa, aweze kukhtalifiana na Mayahudi. Miaka yote ya nyuma alikuwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akifunga sawa sawa na Mayahudi ile siku ya 10 katika mwezi mtukufu wa Muharram, yauma Ashura. Katika hadithi iko iliyopokelewa na Bukhari kwamba asema, hatujawahi kukhalifu ama kupinga mambo yale ambayo kwamba wameamrishwa Mayahudi ama ambayo kwamba wameyafanya Mayahudi kupitia kwa mtume wao Musa. Lakini Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hapa alipoamrishwa kwamba awakhalifu, akawa yeye ni mwenye kuwakhalifu. Sasa tuangalie namna gani Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliwakhalifu Mayahudi. Katika hadithi iliyopokelewa na Muslim, Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika maneno yake asema, la imbaqitu ila qabilin la asumanna tasi'a, lau mimi nitakuwa ni mwenye kubakia ama nitakuwa ni mwenye kuwepo ila qabilin mpaka mwakani, basi la asumanna tasi'a, nitaanza kufunga ile siku ya 9. Kwa sababu Mayahudi wanafunga siku ya 10, mimi nitaanza siku ya 9 alafu nipatilize na siku ya 10. Katika riwaya maneno yake mengine akinukuliwa asema, fa idha kana al-aamul muqbilu insha Allah sumna al-yawm at-tasi'. Fa idha kana al-aamul muqbilu, bindi ikiwa katika mwaka utakaofuata
insha Allah sumna al-yawma at-tasi, basi sisi tutafunga siku ya 9. Lakini ma'al asaf Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kuongea maneno kama haya akawa yeye hakuweza kufika huo mwaka ambao kwamba aliutarajia. Lakini madamu Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuweza kufika na aliweka azma kwa yeye atafunga kuanzia 9, basi sisi jukumu letu mimi na wewe vile vile tumfuate namna alivyotaka Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falihadha, na katika neno hii ama katika hadithi hii Imam mkubwa Ibn Hajar akazigawanya funga kama hizi katika tabaka 3 ala 3 maratib, akazigawanya mara 3: kundi la chini, kundi la juu na kundi la juu zaidi. Akasema adnaha an yuswama at-tasi'u, asema adnaha, ya chini kabisa, an yuswama al-ashura, yani ya chini kabisa ni mtu aweze kufunga ile siku ya Ashura peke yake. Wa fawqahu, na ya juu yake kidogo, an yuswama at-tasi'u ma'ahu, ni mtu aweze kufunga ile siku ya 9 na pamoja na hiyo siku ya 10, bimaana siku ya 9 Tasua na Ashura. Kisha akaendelea Ibn Hajar akasema wa fawqahu, na juu zaidi, na juu zaidi ni mtu atafunga siku ya 9, ya 10 na ya 11, an yuswama at-tasi'u wal 11. Kwa hiyo aqwal 3 hizi ama 3 maratib 3 hizi ambapo kwamba Ibn Hajar amezipangilia, ya kwanza mtu aweze kufunga ile siku ya Ashura, siku ambayo kwamba ni mahsus, basi atakayefunga siku kama hiyo basi huyo ni yule wa chini. Na yule wa juu ukitaka upate fadhila zaidi, basi wewe uanze kufunga kuanzia 9 na 10, na juu zaidi ni kuanzia 9, 10 na 11. Hizi ndizo ambazo kwamba Ibn Hajar ametupangia kutokamana na hii hadithi namna ilivyopokelewa. Tuangalie salafu na swaleh, maswahaba. Maswahaba funga kama hii walikuwa hawaiachi, ilikuwa haiwapiti funga kama hii. Na licha ya kuwa haiwapiti, kiasi ya kuwa mtu hata akiwa safarini na yuasafiri katika siku hii ya Ashura, basi vile vile haezi kuiacha, atafunga. Na walikuwa wakiwahimiza watoto wao wawe ni wenye kufunga siku kama hii, kiasi ya kuwa watoto kama wale hufundishwa ama huzoezeshwa kufunga siku kama hii, hufunga kwa tabu. Saumu inapowakaba, basi wao wakawa ni wenye kuwaliwaza wale watoto kwa kuwapatia vitu ambavyo kwamba vitazima ile somo yao, mpaka utafika wakati wa kufungua somo watakuwa ni wenye kufungua, kuonyesha kwamba siku kama hii ama mwezi kama huu katika funga hizi ambazo kwamba tumezitaja ni muhimu kwa mtu kutokukosa. Basi ikiwa huwezi hizo 3, 9, 10 na 11, basi walau moja, lakini moja kama hiyo iwe ni ile ambayo kwamba ni ya muhimu zaidi, ambayo kwamba ni ile siku ya Ashura. Kufikia hapa tumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutujalia na afya njema na kile kitu ambacho kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, vyote ambavyo kwamba ametujalia ni shukrani zake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana